Mchungaji, mimi bwana nikazaa nyumbani nikakaa na mtoto nyumbani. Umri unaenda mchungaji. Bwana sisi mchungaji. Amina mwanangu, unaendeleaje? Naendelea vizuri, sijui wewe. Mungu mwema, za uzima. Salama, namshukuru Mungu, naendelea. Mbona sura yako iko hivyo na huzuni? Nini shida? Mchungaji, mimi kwa kweli nimeshachoka. Yaani nimechoka. Nini tena mwanangu? Mimi mchungaji mwenzako nilikuwa na mchumba wa kwanza. Mchumba wa pili, wa tatu, yaani nimefikisha wa 4. Wote hao wameniacha. Wa kwanza asikia amani. Wa pili asikia amani. Wa tatu asikia amani. Na huyu wa 4 huyu ambaye nakwambia wa 4 tumetoka kutangaza tu uchumba mwezi uliopita hapo, tumetangaza uchumba kanisani. Na nikasema hapa uhakika huyu ni nani? Huyu ni mume wangu huyu. Nashanga kaniacha. Sababu naye anakuja kuniambia sisikia amani. Sasa mchungaji, mimi nimechoka uchumba kabisa. Tumetangaza uchumba kabisa kanisani ndio. Inafika tu anakuja kuniambia eti mimi sisikia amani, naomba tuachane. Sasa mchungaji, mimi nina makosa gani? Mimi nina kitu gani? Mwanangu, sijakuelewa bado. Yaani huyu wa 4 mmetangaza uchumba kabisa? Kabisa mchungaji, tumetangaza mwezi uliopita. Hatuna hata muda mrefu. Na kwenye uhusiano tumekaa tu vizuri muda mrefu, tumekaa vizuri mpaka tumekuja kutangaza uchumba, mwisho wa siku kaniacha. Mimi mchungaji nimeshachoka. Sasa mchungaji, mimi kinachobaki hapo mimi tu ni kuzaa nyumbani. Mwanangu. Sasa mchungaji, wote wamenikataa, wote wananiambia sina amani. Maana yake mimi nina mkosi. Mwanangu, huna mkosi. Hapana. Mchungaji, mimi bwana nikazaa nyumbani nikakaa na mtoto nyumbani. Umri unaenda mchungaji. Naelewa. Niko miaka 36 sasa hivi. Naelewa umri unaenda. Mwanangu, usije ukafanya jambo hilo. Sasa mchungaji, nifanyaje mimi? Nisikilize vizuri mwanangu. Nisikilize vizuri sana. Na mambo machache tu ambayo nikakushauri. Lakini Mungu bado anakuwazia mema sana. Yaani hauna sababu ya kuwa na haraka ya kwenda kuzalia nyumbani wakati Mungu bado anakuwazia yaliyo mema. Jambo la kwanza ambalo nitakushauri mwanangu, lazima ujitathmini kwamba kwa nini wachumba wote 4 wameondoka. Sijui kama umekaa chini na kujitathmini kuona shida ni nini, lakini lazima ujitathmini. Unajua wanapoondoka watu 4 na haujui sababu zao za kuondoka. Huyu wengine mpaka mmeenda kanisani, mmetangaza na uchumba. Mwanangu, ni muhimu sana ukae chini pia wewe mwenyewe, yani wewe ujitathmini, uone shida ni nini. Alama mchungaji, uko wangu kuna tuna zile za polisi kwamba hazitaki ndoa. Mwana mimi nimejaribu kujiangalia kwa jinsi mimi nilivyo, nimejiona niko vizuri. Mwanangu, kakae chini tena jitathmini. Naomba mchungaji, naenda kanisani, nashiriki mambo yote kanisani, natumika vyema kabisa. Nenda tena kajitathmini, kajiangalia vizuri. Yamkini kuna kitu ambacho kinafukuza hawa watu. Kwa nini mnapokaribia kwenye mnaenda umbali fulani alafu uchumba unavunjika? Maana kuna kitu yumkini hakijakaa sawa sehemu fulani. So nenda kajifanyia tathmini. Nenda kakae wewe alafu jiulize nini kuna shida, wapi pana shida. Unajua kwenye hali ya utulivu unaweza ukajua tatizo ni nini, wala una haja kupaniki. Lakini jambo lingine ambalo pia ninakushauri, sometimes usiogope watu kuondoka kwenye maisha yako. Mtu kusema ana amani, umeenda kwenye mahusiano alafu mnakaribia labda kufunga ndoa, mtu anasema ana amani. Kama hali kama hii imetokea, umeshatangaza na uchumba, mtu anasema ana amani. Kuna wakati hauna haja kuogopa. Unajua inaumiza moyo, inakatisha tamaa. Ni wakati fulani unakuwa unajisikia vibaya sana, lakini kuna muda Mungu anaruhusu ili kuwaondoa watu wasiofaa kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni wakati ambao unatakiwa tu utulivu na kumsikiliza Mungu na kumwambia Mungu, nimekubali mapenzi yako. Unaambia Mungu nimekubali. Hazina haja kukata tamaa na ukasema nikazalia nyumbani. No, mwanangu, bado Mungu naelewa. Mwanangu, Mungu bado anakuwazia mema sana. Umebeba huduma kubwa sana. Mungu hawezi kukuacha. Kuna wakati fulani Mungu akiona watu ambao unajiambatanisha nao kwenye masuala ya mahusiano, wataua
kile kitu chake chema, kitu cha kimungu ambacho kiko ndani yako. Sometimes Mungu anaondoa watu pia, kwa sababu Mungu yuko radhi kukilinda kile kitu kilicho ndani yako kwa gharama yoyote. So sometimes Mungu anaruhusu hiyo hali, anaruhusu watu waondoke. Ghafla from nowhere mtu anasema sisikie amani, anaondoka. Mungu ameruhusu. Sasa mchungaji, mbona kama mimi amani nasikia? Sometimes mwanangu, nisikilize nikwambie, nisikilize. Mazingira kama hayo wakati wote yanapotokea, mwambie Mungu, nimekubali mapenzi yako. Nimekubali. Kuna wakati kuyapokea mapenzi ya Mungu inaumiza sana. Lakini as long as ni mapenzi ya Mungu, na Mungu nimekubali kuyapokea mapenzi yako. Ni kweli moyo umeuma, moyo unaumia sana, lakini Mungu najua haya ni mapenzi yako. Nimekubali. Nimekubali. Unabeba mapenzi ya Mungu. Nataka nikwambie wakati wote, mwanangu, mapenzi ya Mungu ni bora sana kuliko mapenzi yako. Inawezekana kweli wewe umekuwa ukimpenda ule kijana, umekuwa ukiwapenda kwa moyo wote, umekuwa ukijitoa, umekuwa ukionyesha namna fulani hivi kwamba unawahitaji, lakini mazingira ya mwishoni kabisa yanakudisappoint. Kuna wakati Mungu anaruhusu. Kubali mapenzi ya Mungu. Hauna haja ya kwenda kuzalia nyumbani, hauna haja. Yani don't rush. Usimtangulie Mungu, usimtangulie Mungu. Mwambie Mungu, nimekubali. Nataka nikwambie, katika mazingira haya jifunze kutulia na kumsubiri Mungu. Jifunze kutulia na kumsubiri Mungu tu basi. Mungu anakuandalia mtu mzuri zaidi kuliko hata ambavyo ulikuwa unafikiria. So just wait. Mwambie Mungu, nimekubali. Nimekubali. Najua hii ni shule yako pia, nimekubali. Kaa kwenye utulivu, endelea na ibada, endelea na utumishi. Fungua moyo wako, kama kuna kitu bado kinaumiza moyo wako, achilia. Endelea mbele na maisha mengine ya utumishi. Umenielewa mwanangu? Amina mchungaji. Tujaribu tena. Sio swala kujaribu mwanangu. Hilo sio swala kujaribu. Ni swala la kumwambia Mungu, niletee mtu aliye sahihi. Mimi niko tayari kumpokea mtu aliye sahihi. Wala huna haja. Alafu usiwe na pressure. Unajua sometimes unaweza pressure inaweza kawa inakupeleka kwa watu wasiokuwa sahihi. Usiwe na pressure hivi ya kuolewa. No. Just wait mwanangu. Kuwa mtulivu. Wewe bado ni binti. Na bado nisikilize mwanangu, nimeona watu wanaolewa na miaka 40, miaka 45 watu wanaolewa. Mungu ni mwaminifu sana. Unajua Mungu ni tofauti na wanadamu. Mungu alichosema atatenda. Alimpa Sara mtoto. Sara akiwa mzee sana. Si unajua hilo jambo? Sara akiwa mzee sana, Mungu akampa Sara mtoto. Alimpa Hana mtoto wakati mazingira yalikuwa yanakatisha tamaa kabisa. Mara zote katika mazingira ya kukatisha tamaa ndio Mungu anatokea. Ndio Mungu anaonekana. Sawa mwanangu? Kwa hiyo wala usiogope. Na Mungu akupe neema ya kuvumilia na kumsubiria. Anasema kwenye Isaya, anasema umngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Sawa mwanangu? Sawa. Mungu akupe nguvu mpya ya kuendelea mbele. Tunza utakatifu wako. Amen. Na hiyo neema ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yako. Sawa mwanangu? Amina mchungaji. Usiogope. Amina, nashukuru. Amen. Amina. God bless you.